ukimaliza kula ugali wa sembe, kaa chini ulie kwa dakika 30. Ukimaliza kula ugali wa sembe, kaa chini ulie kwa dakika 30. Kwa sababu kwamba hivyo. Nafikiri wengi mnasikia kwamba vyakula vya wanga ni hatari kwa afya ya binadamu, vyakula vya wanga ni hatari, si ndio? Wengi wanasikia hizo habari. Sasa baadhi ya watu wamekuwa kijiuliza, kama vyakula vya wanga ni hatari na ni vibaya kwa afya ya binadamu, kwa nini Mungu aliviumba? Je, Mungu alikosea kwenye kuumba hivi vyakula vya wanga? Au kwamba Mungu alikosea kwenye uumbaji kiasi kwamba akatwekea, au Mungu au Mungu alitwekea vyakula ambavyo sisi tunaweza kutudhuru sisi watu wake? Ukweli ni kwamba vyakula ambavyo ni hatari kwa binadamu, hasa wanga, ni sasa hivi hizi nafaka ambazo ni hatari zaidi ni zile nafaka ambazo zimekobolewa. Kwa mfano ugali wa sembe, kwa mfano mandazi, kwa mfano chapati, au ile mikate ambayo inatengenezwa na nafaka ambazo zimekobolewa. Zile nafaka ambazo zinakuwa zimeondolewa nyuzi zile ndio hatari kwa afya yako au kwa afya binadamu. Lakini hivi vyakula vingine vya asili kabisa ambavyo ni vya asili kabisa vya wanga hivi, cha kuzingatia ni kitu kimoja. Asubuhi viliwe kwanza saa 4. Okay. Na jioni mwisho kula hivi vyakula iwe saa 12 jioni. Kama ni unavila na hamna namna ya kuviepuka. Utaki kuviepuka kwa sababu vyakula, kumbuka, unahitaji wanga. Wanga huu ndio unakusaidia upate nguvu wewe. Hizo nguvu za kufanya kazi, nguvu za kuwaza, kufikiri, kufanya maamuzi sahihi. Unahitaji nishati, ambayo hiyo nishati unaipata kwa kula vyakula vya wanga. Hicho kuzingatia wewe, vyakula vya wanga viliwe kuanzia saa 4 mwisho saa 12 jioni. Zile chapati za usiku. Kwa sababu kula vyakula vya wanga usiku vinazalisha nguvu, ambayo hiyo nguvu wewe hauitumii na uko umelala. Kwa hiyo mwisho siku hiyo nguvu haitotumika, itakuletea madhara.